ambapo aina Teriparatide wanaonekana kuwa wabebaji wa kirusi hicho kwa mujibu wa ushahidi uliopo sasa. Binadamu anaambukizwa vipi kirusi cha Ebola? Mlipuko wa sasa uko Afrika Magharibi. Maambukizi hutokea pindi mtu anapoambukizwa kupitia sehemu wazi ya mwili wake majimaji ya mgonjwa wa Ebola, mathalan matapishi, choo, mate, mbegu za kiume au semen na damu. Maambukizi yanaweza kutokea pia iwapo ngozi yenye uwazi wa mtu asiye na ugonjwa huo itakumbwa na majimaji yenye kirusi yaliyomo kwenye nguo chafu za mgonjwa, mashuka au sindano zilizotumika. WHO haishauri familia au jamii kuhudumia mgonjwa wanaweza kuwa na dalili za Ebola majumbani mwao. Badala yake, wanataka wapate huduma hospitali au kituo cha afya. WHO imesema maambukizi mengine yameripotiwa kwenye mazishi au mila za mazishi. Katika shughuli hizo, waombolezaji wanaguzana na mwili wa marehemu na hivyo kujiweka hatarini. WHO inasihi mazishi ya waliofariki dunia kwa Ebola yafanyike kwa kiwango kikubwa cha kujikinga kwa kuvaa mavazi maalum na wanaofariki dunia wazikwe mara moja. Mazishi hayo yafanyike chini ya usimamizi wa wataalamu wa afya. Mtu anaweza kuambukiza kirusi cha Ebola iwapo damu yake au majimaji ya mwili yana kirusi hicho. Hivyo basi, wagonjwa wa Ebola wanapaswa kuwa chini ya uangalizi wa hali ya juu kutoka kwa wataalamu na wafanyiwe uchunguzi kuhakikisha kirusi hakipo tena mwilini kabla ya kurejea nyumbani. Wataalamu wa afya baada ya kipimo anabaini kuwa mgonjwa ni salama kurejea nyumbani kwa kuwa amepona na hana tena kirusi, hawezi kuambukiza wengine. Hata hivyo, wanaume ambao wamepona ugonjwa huo bado wanaweza kuambukiza kupitia njia ya kujamiana ndani ya wiki 7 baada ya kupona. Hivyo wanashauriwa kutoshiriki tendo hilo ndani ya wiki 7 baada ya kupona. Na iwapo atalazimika, basi ni lazima atumie mpira wa kiume asije akamwambukiza mke wake. Nani yuko hatarini zaidi? Wakati wa mlipuko, walio hatarini zaidi kuambukizwa ugonjwa wa Ebola ni wahudumu wa afya, wanafamilia au watu wengine walio karibu na mgonjwa wa Ebola, waombolezaji ambao wanashika maiti ya mgonjwa wa Ebola kama sehemu ya ibada za mazishi. Kwa hivyo, ibada inapofanywa licha machungu yaliyopo kwa wale ambao wamefiwa, WHO inahimiza watu wasiweze kushika maiti ya mtu aliyekufa. Dalili za Ebola ni zipi? Homa ya ghafla, uchovu wa kina, maumivu ya misuli, maumivu ya kichwa, koo kukauka. Hii hufuatiwa na kutapika, kuhara, kutapika yani vomiting, kuhara yani diarrhea, vipele yani rashes, figo kushindwa kufanya kazi, kidney failure, hali kadhalika ini, na wakati mwingine damu kuanza kuvunja ndani ya nje ya mwili. Baada ya dalili hizi kuonekana, ugonjwa unaweza kubainika kati ya siku 2 hadi 21, na hapo ndipo mgonjwa anaweza kuambukiza wengine. Wakati ugonjwa haujabainika, mtu hawezi kuambukiza mtu mwingine. Thibitisho la ugonjwa huu hupatikana maabara pekee. Je, kuna tiba au chanjo? Kwa sasa hakuna dawa au chanjo iliyosajiliwa kutibu ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Hata hivyo, dawa kadhalika zinaendelezwa na WHO imeridhia tiba majaribio kutumika kutibu wagonjwa. Huu ujumbe, hii ni sauti yake JB Wycliffe, nahodha wa masuala ya afya.